Habari yako mpenzi mtazamaji wa Rachel Robin Online TV. Siku ya leo, moja ya habari ambayo nitakuletea ni juu ya mpango wa Israel wa kulipua miundombinu ya nyuklia ya Iran wakati wowote kuanzia sasa. Hizi taarifa zimesambaa katika vyombo vya habari na zinadai kwamba waliogundua haya ambayo yanaendelea sasa hivi ni majasusi wa Kimarekani. Na hii ni kutokana na kwamba wamekuwa wakiona kwamba Israel tayari kama wanaanza kujiandaa na mazoezi ya anga. Kwa hiyo wanahisi kwamba wakati wote Israel wanaweza wakalipua miundombinu ya nyuklia ya Iran. Kwa hiyo habari hizi zikasambaa katika vyombo vya habari, nikasema pia niwaletee tuje tuchambue hili swala kwa undani zaidi. Ninaitwa Rachel Robin, usisahau kusubscribe hapo chini ili wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Sasa basi, kwa hiyo hii ndio habari ambayo inasambaa kwamba majasusi wa Marekani, na kuna wengine labda watajiuliza kwamba Israel wanaweza kweli kufanya kitu bila Marekani, bila kuwashirikisha Marekani? Ili kawaida. Ikumbuke kwamba hapa duniani nchi hata zipendane vipi, hata ziwe zina ushirikiano wa ukaribu kiasi gani, lakini mwisho wa siku hii ni siasa, na katika siasa kila mtu anaenda na maslahi yake, na wakati mwingine maslahi ya Israel yanaweza asirandane na maslahi ya Marekani. Kwa hiyo Israel akaona anacheleweshewa muda, akaamua achukue hatua yeye mwenyewe. Kwa hii huwa inatokea na hata imeshatokea mara nyingi kwa Israeli na Marekani. Mfano katika miundombinu ya nyuklia ya Syria, Israel aliyolipua, kwa mujibu wa vyombo vya habari wanakuambia kwamba walilipua bila ruhusa ya Marekani, japo Marekani ndio waliwatonya kwamba Syria wanajenga nyuklia, kuna miundombinu ya nyuklia inajengwa. Kwa hiyo kuhusiana na hili kuweza kutokea pasipo ruhusa au pasipo kuwashirikisha wa Marekani, linaweza likatokea. Na ndio Marekani majasusi wao pia wanakuaga wanamchunguza Israeli, na hata Israeli naye ana majasusi ambao wanaichunguza Marekani, kwa sababu katika siasa watu huwa hawaaminiani, kwa sababu kila mtu ana maslahi yake. Hivi ninavyoongea kuna kikao kinaendelea kule Italy, Rome, kati ya Marekani pamoja na Iran kujadili masuala yao ya nyuklia. Na katika hii kikao mambo yanavyokwenda, inaonekana kabisa kwamba japo ni kikao cha 5, lakini inaonekana kabisa kwamba bado hawataweza kufikia mwafaka. Japo Donald Trump amewapa watu moyo kwamba wanaendelea vizuri na mazungumzo, lakini Iran wanasema kabisa kwamba wanachotutaka sisi wa Marekani tukifanye, sisi hatuko tayari kukifanya. Kitu gani? Iran wakisema kwamba tusiwe na silaha za nyuklia, tuko tayari. Lakini kitendo cha kusema sisi tusirutubishe madini ya uranium hata kwa ajili ya matumizi ya kibinadamu, hilo ndo hatuko tayari. Kwa hiyo Marekani wanataka Iran wasiwe kabisa na madini ya uranium na wasiyaritubishe kabisa, yasitumike kwa namna yoyote ile. Kitu kama hicho Iran wanakataa. Kwa hiyo mwisho wa siku ni wazi kabisa hili dili halitafikiwa, kwa sababu Iran hawataki kuacha kurutubisha madini ya nyuklia. Wao wanasema wako tayari kukaguliwa kila siku, kwa sababu yale madini ya nyuklia watayarutubisha, madini ya uranium watayarutubisha kwa ajili ya shughuli za kibinadamu kama umeme, kuzalisha umeme na vitu kama hivyo, kitu ambacho Wamarekani hawakubali. Sasa kwa kuwa hili swala ndio swala ambalo linaleta ukakasi sana, sasa kwa mujibu wa vyombo vya habari wanasema kwamba Israel wanaona kabisa kwamba hapa hakutafikiwa mwafaka, au mwafaka ambao unaweza ukafikiwa hapa ni Iran kuruhusiwa kurutubisha hayo madini ya uranium kwa ajili ya kibinadamu kama masuala ya umeme na nini. Kitu kama hicho Israel hawataki kuona, kwa sababu Israel hawataki kabisa Iran wawe na yale madini ya uranium, kwa sababu wanahisi kwamba wakati wote wanaweza kutumia kutengeneza silaha. Kwa hiyo kwa mujibu wa vyombo vya habari wanasema kwamba kama hili dili halitafikiwa, au kama Marekani hawataweza kushawishi Iran iondoe madini yote ya uranium, basi Israel wanaweza kailipua ile miundombinu ya nyuklia ya Iran. Wanaamua kuingia kijeshi, kwa hiyo wakati wowote. Kwa hiyo je, itakuwa ni lini? Pengine leo, pengine kesho, pengine kesho kutwa, pengine mwezi ujao, hatufahamu ni lini. Lakini uwezo huu wa kulipua wanao, kwa sababu wana makombora mazuri ambao mengine wamepewa na Marekani ya kuweza kuchimba mpaka chini sana ya maandaki. Kwa uwezo huo wanao. Kwa hiyo hapa sasa hivi ni kama wanamsubiri Marekani, lakini kwa mambo yanavyoendelea, hichi kikao ni cha 5, wanaona kabisa kwamba Iran hawatakubali kuacha kuwa na madini ya uranium. Kwa hiyo ndio maana watu wanahisi wakati wowote Israel wanaweza wakalipua. Je,
wakilipua hii miundombinu, nini kitatokea? Kama nilivyowaambieni mwanzo kwamba Israel walishawahi kulipua miundombinu ya nyuklia ya Syria, lakini pia walishawahi kulipua miundombinu ya nyuklia ya Iraq. Sasa kulipua miundombinu ya nyuklia ya Iran pia wanaweza, na Iran watakuwa pia wameshajiandaa katika hilo, kwamba saa yote Israel wanaweza wakalipua miundombinu yetu ya nyuklia. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba Iran sio Syria wala sio Iraq. Syria ukiwalipulia miundombinu au hata ukienda kuwarushia bomu nchi kama Israeli, Syria hawezi kujibu mapigo kwa sababu hawana nguvu ya kijeshi ya kupambana na Israeli. Lakini pia Iraq hivyo hivyo, Iraq haina nguvu ya kijeshi ya kupambana na Israeli. Kwa sababu unapambana na Israeli maana yake ni kwamba nyuma yako kuna Marekani, nguvu hiyo hawana. Lakini Iran hiyo nguvu wanayo. Kwa hiyo hapo ndipo shida itakapokuwepo, kwamba kombora la Israeli likiruka ndani ya Iran nao lazima watajibu mapigo. Tuliona waliuliwa watendaji wao wa ubalozi kule Syria, Iran walirusha makombora ndani ya Israeli usiku kucha, tulishuhudia wote. Aliuliwa yule Ismail Haniyeh kama sikosei ndani ya Iran walilipa kisasi wakarusha makombora ndani ya Israeli, tulishuhudia wote. Kitendo cha miundombinu yao ya nyuklia ikilipuliwa, sasa niambieni hali itakuwaje? Maana yake ni kwamba itakuwa vita kamili. Tutaishuhudia vita kamili kati ya Iran na Israeli, na nyuma yake tutawashuhudia Wamarekani, Warusi, wa China wakikaa kila mtu katika nafasi yake. Kwa hiyo tutashuhudia vita kubwa sana Mashariki ya Kati, kwa sababu Irani hawawezi kukubali hilo litokee alafu wasifanye kitu chochote, kama Syria ambavyo walilipuliwa yao alafu hawakufanya kitu chochote wakakaa kinyonge. Kwa Irani hiyo haitatokea. Kwa hiyo tutarajieni vita kubwa kutokea endapo hilo litatokea, na ndio maana Marekani wanaepusha sana kitu kama hicho kisitokee, kwa sababu wanafahamu kwamba hiyo itakuwa ni vita kubwa sana Mashariki ya Kati. Na Iran kwa bahati mbaya au nzuri ana vikundi kila mahali kavisambaza pale Mashariki ya Kati, na vyenyewe vinaingia vitani. Kwa hiyo vita itakuwa ni kubwa sana. Maslahi ya Marekani pia yataharibiwa maana yake. Ndio maana Marekani hawataki vita itokee. Lakini pia nchi zile zilizo katika Ghuba ya Uajemi zitakuwa katika wakati mgumu sana, kama Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Emirates hazitaki hii vita itokee. Kwa hiyo haya ndio ambayo yanaendelea. Kwa hiyo ikitokea ina maana tayari Iran watajibu mashambulizi na mambo yatakuwa mazito. Iran pengine tunaweza tukasema hawana ndege nzuri kama walizonazo wa Marekani, wa Israeli wanazopewa na wa Marekani. Lakini Iran kwa muda mrefu imejikita katika kutengeneza makombora ya masafa marefu ambayo yanatua ndani ya Israeli. Yaani wakikaa katika viwanda vyao kutengeneza silaha, makombora yale, wao ni wanatengeneza kombora linaloweza kutua ndani ya Israeli. Hiyo ndio lengo lao kuu. Wanayo na tuliyaona. Kwa maana yake ni kwamba watajibu mapigo ndani ya Israeli, na kipindi kile cha mwaka jana mara mbili wao walifocus katika kupiga miundombinu ya jeshi na uwanja wa ndege wa kijeshi, tulishuhudia, na makombora yalipenya. Safari hii maana yake ni kwamba yale makombora yao yatarushwa kila sehemu, yani tutashuhudia kila sehemu kwa raia kule Israeli makombora yakiingia. Tumeshuhudia Wahuthi wameweza kupenyeza kombora ndani ya Israeli. Tumeshuhudia Hezbollah wanaweza kupenyeza makombora ndani ya Israeli. Sasa Iran ina maana ataanza kuyarusha kila sehemu. Tofauti na mwaka jana alipokuwa akirusha kwa kufuata sheria za Umoja wa Mataifa, anapiga tu miundombinu ya jeshi na nini na nini. Wataanza kurushiana makombora kwa design hiyo. Kwa hiyo hii itakuwa ni vita kubwa sana, na kwa bahati mbaya hii vita itaathiri kila mtu, kwa sababu soko la mafuta duniani litakwenda kuwa tabu. Iran watafunga kile kivuko kile kinaitwa Strait of Hormuz, lazima watakifunga. Mafuta duniani yatapanda bei. Kwanza hizi tu fununu inasemekana tayari mafuta kama yameshaanza kupanda bei kwa 100%. Kwa hizi tu fununu za kwamba Israeli anataka kuipiga miundombinu ya Iran wakati wowote, tayari inasemekana kama kwa 100% yashaanza kupanda bei. Kwa hiyo haya ndio ambayo yatatokea, na dunia ndio shida itakayopata hiyo, kwamba mfumuko wa bei, mafuta yatapanda bei, kwa hiyo bidhaa zitapanda bei.